know what's happening to me. Oh, someone, Charlotte. There's me someone. Alijivunia urembi aliokuwa nao na kuwaona watu wote hawafai. Alijiona yuko juu ya anga na kila aliyemtongoza alimkubalia. Alikuwa ni binti jeuri aliyetembea na wanaume za watu na kuwatukana wanawake waliomlalamikia. Alipata fundisho ambalo liliweka historia katika mji mdogo, na hii ni hadithi ya Brenda. Shoga, watu wasema wewe unatumia urembo wako vibaya. Si utumii vibaya, wao ndio wana sura mbaya zimeshinda kumanage. Kweli kabisa. Twende tukapate matunda. Sawa. I'm the queen herself. Waume zao wanashoboka, mimi ni mrembo jamani. Hata hivyo wewe una bahati, lakini kuwa makini. Hebu tuone matunda haya mazuri. Ndio yanaonekana safi sana. Umelala na mume wangu. Mume wako ndio amelala na mimi. I am beautiful. Wewe mshenzi sana. Ukweli tu. Toka hapa sasa, hey! Umeharibu amani ya familia yangu. That is your problem, dear. Hayo hayanihusu. Rudini hapa, mtanijua leo. Hawa wanawake wabaya ni wasumbufu. Mimi ni mrembo, ndio maana waume zao hawachomoi. Lakini shoga, kuwa makini. Brenda, mimi nakupenda, wewe ni mrembo sana. Utawezana wewe mzee. Mkeo asije niletea vumbi. Hawezi kujua, itakuwa siri yetu. Nitakupa hata shamba. Wewe una thamani zaidi. Wewe ni mlagai. Nasema nimekuwa nikitamani kukupata kwa siku nyingi sana. Mimi ni mrembo tena wa gharama. Chochote utakacho, nitakupa mama. Kweli. Nataka pesa. Nitakupa hata shamba. Hapa ni salama. Hii ni mbao kwa Mike hapo. Brenda mwanangu, unaenda wapi? Mama, nawe umeanza. Nataka kujua, maana yanayosemwa juu yako sio mazuri. Mama, achana nayo. Mama, watu hawanipendi mimi. Kwa nini wewe tu mwanangu? Kwa sababu mimi ni mrembo mama. Sio kweli mwanangu. Mama, unanea wivu kwa sababu nawazidi uzuri. Mwanangu anasema unatembea na waume za watu. Alahasha mama, sifanyi hivyo kabisa. Mwanangu, ungejisikiaje kama mwanamke mwingine angeharibu ndoa yangu na baba yako? Mama, hakuna anayeweza kufanya hivyo, wewe ni chombo. Mwanangu, binadamu sio wazuri, lakini wewe ni mama yangu bora. Mama, hakuna wa kuniumiza. Mwanangu, kuwa makini sana. Kama kweli unafanya hivyo, acha kabisa. Mama, usihofu, siwezi kufanya tabia kama hiyo. Mimi natoka mama, nimechelewa sasa. Tafadhali mwanangu, jichunge. Sawa mama. Mpenzi, leo nilileta posta. Nataka tule maisha mama. Ila wewe ni mtundu sana. Si unajua seshombovu. Si unajua sina shombovu. Sasa tunaenda wapi? Twende Kilimanjaro Hotel. Wow, wewe ni wa kipekee. Baby, nataka pesa ninunue simu. Kiasi gani? Nataka iPhone 17. Tayari nimekutumia. Sijui kukufahamu kabisa. Mimi pia. Lakini tuchunge mke wako asijue. Hilo ni muhimu. Mpenzi, leo nataka kuona utundu wako. Mimi sio mtundu sana. Nitakufundisha, inaonekana mkeo ni mshamba. Nionyeshe ufundi mama. Wewe ndio Brenda, sio? Unataka nini? Umevutiwa na urembo wangu mama. Wewe mshenzi, unawezaje kupenda mume wangu? Kwani yeye aliwezaje kutembea na mimi? Kama wewe ulivyoweza kutembea na mume wako, ndivyo nilivyotembea naye pia. Yule anaweza kukuzaa. Hata mimi ningewahi ningemzaa pia. Ni timing haikukaa mahali pake. Wewe muda wako wa ujana umeisha. Tulia shangazi, ni zamu yangu sasa. Unaharibu familia za watu na unajisifu kabisa. Kwani mimi niliwaita hawa wanaume zenu? Sikiliza wewe bibi, nenda kagombana mume wako asiyetuliani. Ipo siku utakutana na kiboko yako binti. Nenda kajifunze jinsi ya kukituliza kile kibabu.
Sikiliza wewe kizee, mimi sina muda wa kuchezea kuongea na vikongo. Unaamua kunitusi. Kwani wewe sio kizee? Sasa unaniona kama takataka umejitakia. Watoto wa siku hizi hamna adaba. Huyo mume wako simwache hadi ujute kunifahamu. Mungu wa mbinguni atu. Wala sijali. Mume wangu, jana ulikuwa wapi Mae? Usinihoji maswali ya kijinga, mimi ni mwanaume. Nataka tu kujua na kujali. Anza kujijali wewe ndio unijali mimi. Baba ji, unajua unipi pesa ya kutosha kufanya hivyo. Umezoea kuwa golikipa, una unachoweza. Usiseme hivyo, watoto wanasikia. Watoto nendeni chumbani. Mpenzi, kwani umebadilika sana? Kazi zinanichosha, nikirudi na wewe unanichosha na maswali. Samani, nina hofu tu juu yako. Hofu yako hainisaidii kitu. Hai. Niache niwe huru, kwani siache pesa humu ndani. Kole mume wangu. Niache jana, nahitaji kuwa na maisha binafsi pia. Umepoteza mvuti wako, nahitaji kukutana na wanawake warembo wa kunifurahisha. Brenda, mimi nataka nikoe, naomba leo nikutambulishe kwa mama yangu. Kwani unaharakia nini? Wewe ni mrembo sana, nahofia kukukosa. Brenda, sio kwamba nina haraka, nakupenda sana, natamani uwe wangu milele. Siko tayari kufungiwa kama ng'ombe, nataka nile maisha kwanza. Brenda, hatimaye tumekutana. Wewe ni nani? Huyu ni malaya. Acha kumtusi mwanamke wangu. Huyu mwanamke ni chafu. Huyu unayemwona ni mwanamke mwema, hayupo kama unavyomdhania. Ni kiboko wa kuiba wanaume wa watu. Mpenzi ananisingizia. Kata yetu nzima anaogopeka na kujisifia. Ametembea na kila mwanaume mwenye familia. Ana wivu sababu mimi ni mrembo. Umenichanganya na mume wangu. Haya yote unayoongea yana ukweli? Ni uongo, ametumwa huyu. Mpenzi, usijali, siwezi amini maneno ya watu. Asante baba. Brenda, achana na mume wangu. Wewe ni chizi sio? Umekuwa ukiwadharau watu waliokufuata ili uziachie familia zao. Mimi nitakuwa mwisho wako. Mwanamke mzee unashindwa kutulia, unahangaika na binti kama mimi. Unajiona mrembo, nitauondoa huo urembo wako. Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Wewe Bikizee, nenda kalale, utauma mgongo. Utujita na kiukumbuka hii siku. Nitamsaidia mama yako kukufunza adabu. Huna cha kunifanya na nitahakikisha unanipigia magoti ili niache ndoa yako. Tutaona nani atapiga magoti kati yetu. Utanifata kwa magoti. Unafikiri ni wa kwanza kunitisha? Kama walikutisha kwa maneno, nitakuonyesha vitendo. Wewe mwanamke ni mweho. Tumbo linauma. Tangu siku hiyo minyoo iliendelea kutoka sehemu zake za siri bila kukoma. Kila mara alilia kwa sauti ndogo ili watu wasijue. Siku moja minyoo ilimtoka akiwa sokoni na watu wote walijua siri yake. Alikimbia na kujificha, lakini alikuwa kachelewa. Siku moja minyoo ilimtoka mbele ya mama yake. Ilimbidi aseme ukweli wote wa matendo yake na onyo yule mwanamume mzee. Sasa kweli saka mimi, sikwenda uganjana. Isisahau wamekujali. Mama samahani, nimefanya mambo mabaya sana. Mwanangu Neni, ambie ukweli wote. Sasa zinaonekana hadharani. Lazima ukiri kila kitu. Huu ni onyo kwako na kizazi kijacho. Mama yake aliamua kumpeleka kwa yule mwanamke mzee ili amuombe msamaha, kwani hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alipiga magoti na kumuomba mwanamke yule tajiri msamaha. Alipewa onyo kali na kuambiwa akirudia tabia yake uchafu utamtoka siku zote za maisha yake. Tangu hapo aliacha tabia yake na kumrudia Mungu. Historia yake ilibaki kama fundisho kwa wote.